inaonekana hii mtu alipitia tocha kubwa sana. Majeraha maybe ya kukatwa nini. Aliondoka nyumbani kwake mida ya mchana ukiwa wa kawaida kwa ajili ya kuteka maji kutoka kwenye kisambaza cha kijiji, jambo la kawaida katika sehemu ya Turbo. Hakubeba mkoba, hakusema chochote kwa mtu yoyote. Hakujua kuwa alikuwa akitembea moja kwa moja ndani ya mtego, na mapema jioni Meshack Ebei alikuwa amepotea. Hakukuwa na ishara ya mapambano, hakukuwa na simu za kuomba msaada, hakuna faraga ya kuaga familia yake. Tatu baadaye, mwili uliochakatwa, uso ukiwa uliharibiwa, ulipatikana mamia ya kilomita mbali sana, ukielea kwenye maji ya River Yala. Mwili wa aliyekuwa karibu kutotambulika, aliyejeruhiwa vibaya, uso ukiwa unapooza, vidole vilikuwa vimekatwa. Serikali iliwataka wananchi wawe na subira. Tume ya ICC ilidhihirisha wasiwasi wake, lakini familia ya Meshack Ebei, mwanaume aliyewahi kushikilia umuhimu kwenye moja ya mahakama zenye nguvu zaidi duniani, sikio lilisikia tu kimya. Je, alilengwa kwa kile alichokijua? Je, alilishwa adhabu kwa kutojitolea kuwa kwenye ulinzi wa mashahidi? Au alikuwa tu mmoja wa waathiriwa wa mfumo ambapo ukweli ni hatari sana kusemwa? Hii ni jinai ya mwanaume aliyejua mengi kupita kiasi na akafa kwa sababu hiyo. Hii ni jinai ya Meshack Ebei. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf. Lakini ili uelewe kila kitu, ni kawaida yangu kwanza ni kurudishe nyuma kidogo ili tuweze kupata taswira kamili ya kile kilichojiri. Kabla jina lake halijasikika kwenye mahakama na vyombo vya habari, Meshack Kiprono Ebei alikuwa mtu wa kawaida aliyejikita sehemu za Turbo, kaunti ya Uasin Gishu, eneo lililojulikana zaidi kwa mashamba ya mahindi na viwanja vya michezo vyenye vumbi kuliko taarifa ya habari vya kisiasa. Alizaliwa katika familia ya Kalenjin yenye msimamo wa dini kali katika kijiji cha Kaptembe, eneo la vijijini ambapo umiliki wa ardhi, heshima ya familia na huduma za kijamii ndizo zilizoeleza utu wa mwanaume. Meshack alikuwa mmoja wa wavulana wengi wa familia hiyo, akilelewa na maadili ya utu, bidii na unyenyekevu. Utoto wake uliundwa na mwendo wa maisha ya kijiji: kukama maziwa asubuhi mapema, kutembea kwa miguu kwenda shule, kwenda kanisani kila Jumapili, ushauri wa familia chini ya miti ya embe ulioshughulikia migogoro. Nyumba ya familia ya kina Ebei ilikuwa ya kawaida. Haikuwa na vitu vingi, lakini ilijaa uthabiti wa maadili. Maadili ya kiume yaliyochanganywa na mafundisho ya Kikristo, na elimu haikuonekana tu kama njia ya ajira, bali pia kama wajibu wa kimaadili. Meshack alihudhuria shule ya msingi kule Kaptembe Primary School, ambapo alijulikana haraka kama mvulana mtulivu, mwerevu na mwenye heshima. Sio mbaya zaidi, bali aliyeaminika zaidi. Walimu walimfahamu kama mvulana aliyeweka kazi mbele ya maneno, aliyeepuka mabishano na kelele. Aliweza kufaulu KCPE kwa alama nzuri sana na kupata nafasi ya kuendelea masomo ya shule ya upili ya eneo lake. Ingawa hajulikani kama aliendelea na elimu ya juu zaidi baada ya O-level, hata bila rekodi ya shahada ya chuo kikuu. Kile Meshack hakuweza kupata kwa elimu ya chuo, basi aliweza kujifunza kwao, na ilikuwa uweledi wa kijamii. Alijenga kipaji cha kuelewa watu, kujua ni masuala gani yanasababisha migogoro ya kijijini, kuhusu jinsi ya kushiriki katika mikutano ya ushauri na jinsi ya kuvinjari siasa ya kijijini bila kuvutia maadui wasio lazima. Alikuja kuwa mtu mzima katika siasa zinazovutia taifa zima. Mwanzoni mwa miaka ya 2000,
wakati siasa za Kenya zilipokuwa zikibadilika kwa kasi baada ya kuanguka kwa KANU. Meshack alianza kushiriki katika vikundi vya vijana vya kijiji, kamati za misaada za kanisa na baraza la wazee. Pole pole akibadili kutoka kuwa mwana wa kijiji hadi kuwa mwanaume wa ushawishi katika kata yake. Kuibuka kwa Meshack Yebei hakukuwa kwa sherehe kubwa, ilikuwa hatua kwa hatua. Eneo la Turbo, nguvu za kisiasa mara nyingi huanzia kwenye kata, kupitia huduma na kamati za maendeleo ya vijiji, bodi za kusuluhisha migogoro ya ardhi au ufuatiliaji wa miradi ya CDF. Sifa ya Yebei kama mtu anayeweza kufanya mambo kwa ufanisi iliongeza imani kwa wananchi, hadi hatimaye akateuliwa kuwa katibu wa maendeleo ya Eldoret Kaskazini, hasa kwa kata ya Tapsagoi. Katika nafasi hii, Yebei alikuwa daraja kati ya mamlaka ya kaunti na wakazi wa vijiji. Aliwasaidia kusuluhisha migogoro ya hati za ardhi, akisimamia miradi midogo ya serikali kama kuchimba visima vya maji, ukarabati wa shule na kuwasilisha maoni kutoka kwa wananchi wakati wa mijadala ya katiba baada ya marekebisho ya mwaka wa 2010. Ingawa hakupewa madaraka kwa kupigiwa kura, idhini yake ilitambuliwa na kuheshimiwa. Alitembea kwa uhakika katika baraza, na pale alipozungumza, hata maafisa wa eneo walimakinika kumsikiliza. Watu walimletea malalamiko yao, maombi, CV kwa mapendekezo ya kazi na hata msaada wa ada za shule. Katika kaunti yao ambayo viongozi wenye kauli laini mara nyingi huishinda uwezo halisi, Meshack Yebei alikuwa wa kipekee. Hakuingia siasa kwa ajili ya mwangaza wa umma, na hiyo ilimfanya kuwa mwaminifu zaidi. Mwelekeo wake wa kisiasa ulikuwa umeelekezwa na utambulisho wa Rift Valley. Ulikuwa umejikita kwa kina kwenye utambulisho wa Kalenjin, katika hamu ya jamii yake kwa uhuru wa kikanda na matibabu ya bure kutoka serikalini. Aliona siasa sio tu kama mapambano ya madaraka, bali kama njia ya kudumisha heshima ya jamii. Njia hii ilimsaidia kuzungumzia haki za ardhi, ukosefu wa ajira kwa vijana na ukandamizaji wa jamii ndogo katika utengenezaji wa sera za kitaifa. Ingawa hakuweza kujisifia kwa chama chake, maoni yake yaliungana na United Republic Party URP chini ya William Samoei Ruto, hasa wakati URP ilipojitokeza kama sauti ya Rift Valley baada ya mgogoro wa uchaguzi wa mwaka wa 2007-2008. Alihudhuria mijadala ya kisiasa ya kikanda, kushiriki katika elimu ya kiraia kuhusu katiba mpya na hata kuhamasisha vijana kushiriki kwa amani kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2013. Aliamini katika mpangilio, uaminifu na umoja wa kabila, ambayo wakati mwingine ilimweka katika nafasi zenye tofauti za kiitikadi. Yebei alijulikana kwa kukosoa kile alichokiita usaliti, wakati wanasiasa walipowahi kuacha mahitaji ya wananchi baada ya uchaguzi. Lakini hakuwahi kumkosea heshima kiongozi wake. Badala yake, alifanya kazi kisirisiri. Alikusanya malalamiko na kuyawasilisha kwa utulivu wakati wa mikutano ya umma. Katika moyo wake wa ndani, Yebei alikuwa mwanaume wa familia aliyeoa na kujaliwa watoto huko Turbo. Alijulikana kupenda kubeba mtoto wake mdogo mgongoni wakati wa hafla za kifamilia. Yebei alikuwa pia Mkristo mnyenyekevu, akitoa mafundisho ya Biblia mara kwa mara anapozungumza hadharani. Hakunywa pombe, hakuvuta sigara, na aliwahimiza vijana kuepuka tabia hizo. Mwisho wa wiki alihudhuria kanisani, na wakati wa likizo za shule alijibebesha kama kiongozi wa vijana. Tofauti na wengi katika siasa, Meshack hakutumia rushwa kujenga uaminifu. Ushawishi wake ulitokana na uhusiano wa kweli, kutimiza fadhila na uelewa wa hisia za wanakijiji wake.
Alikumbuka majina ya watu kama siri yake ya siasa. Aliwauliza kuhusu wazazi wao, na mara nyingine alihudhuria mazishi na harusi bila kutarajia mwaliko, kwa sababu tu ilikuwa sahihi kufanya hivyo. Alikuwa mwalimu wa wavulana wachanga kijijini, akiwaonya dhidi ya siasa za miji na kuwaambia wahifadhi mikono yao dhidi ya damu chafu. Kupitia watu wake wa karibu, hakuwa tu kiongozi wa kisiasa, bali mfano mwema wa maadili ya kijamii. Kufikia mwaka wa 2013, Meshack Yebei alikuwa akijitambulisha kama mgombea wa bunge la kaunti kwa uchaguzi ujao. Alikuwa na sifa, imani na rekodi ya huduma. Wakati wengine walidhani alikuwa akitumiwa na viongozi wakubwa wa Rift Valley kushughulikia majukumu nyeti, wengine waliamini angepanda ngazi za kisiasa rasmi na labda hata kuwania kiti cha ubunge. Wakati huo alionekana kuwa kileleni mwa ushawishi wake, akibalance maisha ya nyumbani, kazi za kisiasa na huduma za kijamii kwa uthabiti wa kipekee. Kazi yake kama daraja kati ya kata na maendeleo ya kaunti ilikuwa ikiimarika, na uwepo wake kwenye mijadala ya serikali za vijiji ulikuwa imara, lakini historia ilikuwa na mpango wake mwingine. Kazi za Yebei kwenye kata ziliunganishwa na msingi mpana wa kisiasa wa Ruto, na kwa muda alikuwa sehemu ya mfumo wa ndani unaoshughulikia maoni ya wananchi kwa manufaa ya Ruto. Ingawa hakushikilia cheo cha juu zaidi kisiasa, uhusiano wake na viongozi wa jamii na masikio yake kwa hali ya ardhini ulifanya kuwa mgawanyiko wa lazima katika siasa za kijiji. Uhusiano wake na timu ya Ruto ulitambulika hadharani wakati wa kesi ya ICC. Kadri muda ulivyopita, kazi yake ya kijijini iliibuka kuwa mgawanyo muhimu zaidi. Kushirikiana na ulinzi wa naibu rais William Ruto katika mahakama za kimataifa. Ingawa hakuwahi kuorodheshwa rasmi kama shahidi wa kesi, jina la Meshack Yebei lilitajwa mara kwa mara katika hati na ripoti za mahakama kama mtu aliyekuwa karibu na mfumo wa usimamizi wa mashahidi katika kesi ya Ruto na Sang. Kulingana na Fatou Bensouda, mkurugenzi wa ICC wakati huo, Yebei aliwahi kuorodheshwa kuwasilishwa kama shahidi wa kesi, lakini baadaye aliondolewa kutokana na mashaka kuhusu uaminifu wake na uwezekano wa kuhitilafiana na mashahidi wengine. Hata hivyo, Karim Khan, wakili mkuu wa kesi ya Ruto, alimkumbukia Yebei hadharani kama shahidi muhimu wa ulinzi wa Kenya, ambaye ushuhuda wake ungetoa thamani kubwa kwa kesi ya William Ruto. Matamshi haya yaliunda mgawanyiko mpya la mvutano kati ya ICC na upande wa William Ruto, na kumweka Yebei katikati ya vita vya kisiasa na kisheria. Mnamo mwaka wa 2013, umoja wa waathirika na mashahidi wa ICC ulitaka kuweka ulinzi kwa ajili ya Yebei, lakini alikataa kuhamishwa kutoka kwake hadi sehemu salama alipofaa kuwekewa ulinzi. Badala yake alichagua kurudi nyumbani kwake Turbo. Haijulikani kama uamuzi wake ulitokana na imani katika usalama wake, au tamaa ya kuwa karibu na familia yake, au shinikizo kutoka kwa watu wenye nguvu wa eneo hilo. Herman von Hebel wa ICC baadaye alithibitisha, ingawa Yebei hakuwa shahidi muhimu, mahakama ilikuwa na wasiwasi mkubwa kwa usalama wake, na ilikuwa tayari kusaidia mamlaka ya Kenya ikiwa usalama wake ungeathirika. Kadri muda ulivyopita, wanaharakati wa haki za binadamu na waangalizi wa ICC waliendelea kumhusisha Yebei na jaribio la kutishia mashahidi. Mmoja kati ya waangalizi hawa, Ken Wafula, alizungumza hadharani kuhusu nafasi ya Yebei katika kile alichokiita mipango iliyoratibiwa ya kulaghai au kutishia mashahidi wa ICC. Kwa wakati mmoja,
Wafula alidhihirisha rekodi za simu na ushahidi wa mtu moja kwa moja kutoa ishara kwamba Yebei alikuwa akihusika kwenye kesi hiyo kwa kiwango cha juu, ikihusishwa rushwa na vitisho kwa mashahidi wa ICC. Hii iliongeza dhana kwamba Yebei anaweza kuwa amevuka mipaka kutoka kushiriki katika shughuli za kijiji kuwa mhusika katika njama za kimataifa za kisheria. Kufikia mwaka wa 2014, msongo ulikuwa mkubwa. Mashtaka ya ICC yalikuwa yakisogea mbele, orodha ya mashahidi ikipunguzwa na mvutano wa kisiasa na kisheria ukikaribia kufikia kilele chake. Utambulisho wa Yebei kama kiongozi wa jamii mwenye moyo wa kiraia na kama mchakato wa ushirikiano nyuma ya pazia kwa upande wa ulinzi ulimweka katika nafasi hatari. Aliaminika na wengine, alikaniwa na wengine, na wazi alikuwa chini ya uangalizi makini. Katika mwaka huo mzima, Yebei aliarifu kuwa alikuwa akichunguzwa. Marafiki na familia walisema kuwa alizungumza waziwazi kuhusu tishio kwa maisha yake. Tukio moja lilihusisha gari lisilo rasmi likimfuata hadi nyumbani kwake, na abiria wa gari hilo baadaye waliuliza wanakijiji kuhusu mahali alipoishi. Ripoti hizi zilifikishwa kwa polisi, lakini hakuna uchunguzi rasmi ulioanzishwa. Mfululizo wa matukio uliompelekea kupotea ulianza mwishoni wa mwaka wa 2014. Mnamo Desemba 3, kesi ya Uhuru Kenyatta ya ICC ilifutwa, lakini kesi ya Ruto na Sang iliendelea, ikiwa na mashahidi wachache na ukaguzi mkali zaidi wa mwenendo wa mashtaka na ulinzi. Kila mtu aliyehusika kwenye kesi hii alijua presha ilikuwa mkubwa sana. Wiki zilizofuata, Yebei aliendelea kuishi Turbo, akiendelea kushughulika na jamii na kuwasiliana kisiri na mashahidi. Mnamo Desemba tarehe 28 mwaka wa 2014, siku alipopotea, Yebei alikuwa amempeleka mkewe ambaye alikuwa mjamzito na mtoto wao kituo cha afya cha kijiji Turbo. Baada ya ziara hiyo, aliripotiwa kuwa alisema atakwenda kununua maji kwenye kioski jirani. Shughuli ya kawaida kabisa ya kila siku, lakini hakurudi tena. Mashahidi wanasema walimuona akilazimisha kuingia ndani ya gari lenye rangi nyeusi muda mfupi baada ya kutoka kliniki. Eneo hilo lilikuwa limejaa maafisa wa kawaida wa CID na Flying Squad wakati huo viongozi wakuu wa kisiasa walipokuwa wakitembelea eneo hilo. Haijulikani kama kupotea kwa Yebei kulihusiana na uwepo huu wa usalama, lakini wakati wa tukio nzima kutokea uliibua wasiwasi mkubwa sana. Mnamo Desemba tarehe 29, familia ya Yebei iliandikisha ripoti katika kituo cha polisi cha taifa Eldoret kuhusu kupotea kwake. Jirani zake waliashiria mashaka yao mara moja. Kupotea kwake kuna uhusiano na kesi ya ICC, hasa ikizingatiwa tishio lake la awali na kukataa ICC kulinda maisha yake kikamilifu. Hata hivyo, polisi walichukua hatua polepole. Hakuna kikosi cha uchunguzi kiliotengewa kesi hii. Hakuna uchunguzi rasmi uliofanywa, angalau kwa umma. Mnamo Desemba 30, familia ilipokea ujumbe mfupi unaodaiwa kutoka kwake Yebei mwenyewe, ukisema alikuwa salama na alikuwa amesafiri hadi Uganda ikiwa kwa msaada wa ICC. Familia mara moja ilishuku ukweli wa ujumbe huu, ikibainisha lugha isiyo ya kawaida, toni lisilo la kawaida na pingamizi na mazungumzo ya awali, ikionekana kuwa jaribio la makusudi la kusambaza taarifa zisizo sahihi. Siku zilizofuata, wasiwasi uligeuka kuwa uvumi, ukiambukiza hata mizunguko ya kisheria. Je, Yebei alitekwa na maafisa wa serikali wenye nguvu au alilengwa na watu wa uhalifu
wa mwaka wa 2007 waliokuwa wanajaribu kumzima, au hii ilikuwa ni mzozo wa ndani miongoni mwa wale walioshirikiana katika uratibu wa ulinzi wa kijiji chao? Hakuna aliyekuwa na majibu, lakini kilichokuwa wazi ni wakati wa kutoweka kwake kilikuwa na maana kubwa sana. Kilijitokeza wiki chache tu kabla ya ushahidi muhimu kuwasilishwa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, na siku chache tu baada ya waendesha mashtaka kuimarisha juhudi zao dhidi ya wale wanaojaribu kuhitilafiana na ushahidi nchini Kenya. Hatua za mwisho za Yebei zilionekana rahisi, karibu kawaida: kutembelea kliniki, kutembea kununua maji. Lakini chini ya kitendo hiki cha kawaida kulikuwa na dhoruba ya siasa, hila za mahakama na shughuli za siri. Kuonekana kwake mtaani mara kwa mara, kukataa kujitenga kabisa na mazingira ya ICC, na uaminifu wake wa pande mbili ulimfanya kuwa hatari kwa mtu fulani. Na katika hali hiyo tete, kuonekana hadharani inaweza kuwa kujitakia kifo. Ilikuwa asubuhi ya mapema Jumamosi, Januari tarehe 2 mwaka wa 2015. Uchunguzi wa kutisha ulivuruga utulivu karibu na eneo la Man-Ita, karibu na hifadhi ya taifa ya Tsavo, kaunti ya Taita Taveta. Wenyeji walikumbana na mwili uliotiririka kando ya mto Yala, kilichowaonekania kama hali ya kawaida ya mtu kuwa alizama kwenye maji, ya mtu kuzama kwenye maji. Lakini sio, ilikuwa hali ya kikatili isiyo ya kifani. Mwili wa mtu ulioanza kuharibika, lakini madhara yalikuwa dhahiri. Mwili ulifumukana kwa namna isiyo ya mashaka. Macho yake yalikuwa yameng'olewa, viungo vya siri vilikuwa vimekatwa, ulimi pia ulikuwa umekatwa, na alikuwa amepigwa kichwani. Zaidi, kichwa chake kilikuwa kimeondolewa ngozi kwa sehemu, na mdomo mmoja ulikatwa kwa usahihi. Mikono ilikuwa imefungwa, ishara za mateso ya wazi. Kamba ilikuwa imezungushwa shingoni mwake kama kujaribu kunyonga. Mwanzo, polisi wa Voi waliutambua kama mauaji yasiyo ya kawaida na kuhamisha mwili hadi kwenye mochari, Moi Referral Hospital. Lakini ukatili wa mauaji hayo ulianza kuenea taratibu kote nchini. Halingeweza kusahaulika. Hayakuwa mauaji ya kawaida tu. Kuna mtu aliyepotea kutoka Eldoret, Meshak Yebei, na alikuwa amepotea siku 5 tu kabla ya tukio hilo. Baada ya kupokea simu ya kutilia shaka, familia ya Meshak Yebei ilipata habari ya mwili uliopatikana mtoni Voi. Ndugu yake alisafiri hadi huko ili kubainisha kama ni wao. Pamoja na mwili ulivyoharibiwa, aliweza kutambua mwili wa ndugu yao. Damu ni nzito aisee. Familia waliomba uthibitisho rasmi na vipimo vya DNA vikaamrishwa kutekelezwa. Matokeo yaliporudi, hofu iliyokuwa ndani ya mioyo yao ilithibitishwa. Mwili uliokuwa umepatikana kwa hakika ni wa Meshak Yebei. Athari za mauaji haya zilikuwa kubwa sana. Yebei hakuwa raia wa kawaida. Alikuwa mtu aliye na uhusiano na kesi yenye siasa kali zaidi katika historia ya kisiasa ya Kenya. Kesi ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu dhidi ya makamu wa rais William Samoei Ruto. Lakini badala ya kauli moja kupatikana kutoka kwa vyombo vya usalama na sheria, palizuka mkanganyiko. Ofisi ya waendesha mashtaka wa ICC mara moja ilijitenga na kutoa tamko lenye utata linalopingana na kile kilichoaminiwa na familia ya Yebei na wawakilishi wake wa kisheria. Walidai kuwa Yebei hakuwa shahidi wa mashtaka, bali alikumbwa na tuhuma za kuhitilafiana na ushahidi.
Kauli hii mpya ya ICC ulizusha mkanganyiko na hasira. Ikiwa hakuwa chini ya ulinzi wa ICC, basi nani alikuwa na jukumu la kumlinda? Kwa nini timu ya kisheria ya Ruto ilimtambua kuwa muhimu kwenye kesi, lakini ICC ikaonya kuwa hawezi kuaminika? Wakenya walifuatilia hili, huku haki ya kimataifa ikipotea nyuma ya mbinu za kiufundi, wakati mwili wa mwanadamu ukiangamizwa kwa kikatili kwenye kaunti mbali na mahali alipopotea. Siku chache baadaye, mwanaume aitwaye Isaac Ruto alikamatwa kuhusiana na kesi hii, akidaiwa kujumuika na Yebei wakati alipokuwa amepotea. Lakini shutuma hiyo lilizimwa haraka sana. Hakuna mashtaka iliyoibuliwa dhidi yake na kesi ikaachwa ikizama. Kwa serikali ilikuwa mwili mwingine tu uliopatikana Voi. Mazishi ya Meshak Yebei yalifanyika tarehe 7 Machi mwaka wa 2015 kijijini mwake Kaptebe, kaunti ya Uasin Gishu. Watu walikusanyika matangani, lakini sauti yoyote yenye nguvu iliyoahidi kumtetea haikuonekana. Hakuna mwanachama wa ICC, hakuna wasaidizi wa kisiasa, hakuna usalama wa serikali kulinda familia iliyokuwa kwenye majonzi. Mkewe Gladys alilia kwa machozi mbele ya mkusanyiko, akiuliza ikiwa alikuwa muhimu sana, kwa nini walimwacha? Kwa nini walimruhusu kufa vile alivyokufa? Siku za nyuma, baada ya habari ya kupotea kwa Yebei kutolewa, palizuka maswali kuhusu uwajibikaji, ulinzi na mkono mchafu wa wanasiasa yaliibuka kwa nguvu. Katikati ya dhoruba hii, aliyeshukiwa sana ni aliyekuwa makamu wa Kenya, Rais William Samoei Ruto, ambaye kesi yake ya ICC juu ya ghasia za baada ya uchaguzi ilizua ushawishi mkubwa juu ya kila udhaifu. Wakili mkuu wa Ruto, Karim Khan, alisema hadharani Yebei alikuwa shahidi muhimu kwenye kesi yao na kudai serikali ya Kenya kufanya uchunguzi kamili na kuhakikisha usalama wake. Lakini hii dharura ilionekana kupuuziliwa. Mara tu Yebei alipopotea, kila kitu kilichukua sura ya kisiasa isiyofaa. Wakosoaji wa Ruto walibaini kukosekana udhabiti. Kwa nini upande wa Ruto uliomba majibu kwa shauku mwanzo, kisha ukatafuta kimya pale uchunguzi zaidi ulipokuwa muhimu? Kimya hicho hakikupita bila kushughulikiwa. Vikundi vya kiraia, wanaharakati wa haki za binadamu na hata wanaokagua ICC walianza kuhoji nia iliyokuwa nyuma ya Yebei kujitoa upande wa kuwekewa ulinzi na ICC. Hata serikali ya Kenya ilikabiliwa na shinikizo lililoongezeka. Ingawa prosecutor wa ICC alitoa agizo la Yebei kuwekewa ulinzi awali, hakukuwa na mfumo rasmi wa ulinzi uliohakikisha Yebei amepata. Programu ya ulinzi wa mashahidi za ndani na kimataifa zilionekana zisizo na mpangilio na zisizotosheleza. Na siku zilizofuata hakukuwa na mtu aliyepangilia uchunguzi wowote, kujaribu kufuatilia sababu au hatima ya kupotea kwa Yebei. Prosecutor wa ICC chini ya Fatu Bensouda wakati huo waliharakisha kukanusha kuhusika katika kesi hiyo. Walieleza kuwa tuhuma zote zinazohusisha kesi hii na Yebei zilikuwa za uongo. Kulingana nao, Yebei alikuwa ameorodheshwa kama shahidi wa mashtaka, lakini alikataliwa kutokana na masuala ya uadilifu. Hata hivyo, athari za macho ya umma zilikuwa mbaya sana. Mmoja wa mashahidi wa ICC alikuwa amepotea na hakuna mahakama wala serikali ya Kenya iliyokuwa tayari kushughulikia madhara hayo. Zaidi ya yote, kupotea kwa Yebei kulionekana kuthibitisha hofu ya muda mrefu kwamba
mashahidi wa ICC nchini Kenya wanauawa kwa makusudi bila kujali kama wa upande wa mashtaka ama wa utetezi. Kesi yake ikawa mfano wa pengo hatari katika mifumo ya sheria za dunia, ikichochea msongo wa mawazo katika mfumo wa haki za Kenya na za kimataifa. Mwanaharakati Ken Wafula, Sauti ya Kenya kutoka Bonde la Ufa, alisema hadharani kuwa kesi ya Yebei haikuwa ya pekee. Alitaja orodha ya washukiwa na akasisitiza kuwa polisi wa Kenya, viongozi na maafisa wa serikali walipaswa kuwajibika ipasavyo au waachane na ofisi za serikali walizokuwa wanahudumia. Kulingana naye, ujumbe ulikuwa wazi. Kila mtu aliyehusiana na ICC alikuwa hatarini. Mtazamo wa Wafula uliweka mwanga juu ya kushindwa kwa serikali ya Kenya kulinda raia wake, hasa wale waliokuwa wakihusiana na michakato ya kisheria yenye siasa nyeti. Hali hii ya hatari ilionekana wazi zaidi wakati mashahidi wengine walipotea au kupokea vitisho. Hali ya hewa karibu na kesi ya ICC ilizidi kuwa yenye sumu kali. Jonag Bureti, mtaalamu mwingine aliyehusiana na ICC, alipotea miezi kadhaa mapema na hakuwahi kupatikana. Vyombo vya habari vilibaki kimya na wafanyakazi wa sheria hawakushughulikia ipasavyo kama yanayoonekana katika kesi hizi zote. Mashahidi waliokuwa wamejitokeza awali walianza kutoa ushahidi nusu-nusu au kukaa kimya kabisa. Hali ya hofu ilianza kuongezeka. Wataalamu wa sheria na waangalizi walionya kwamba kesi za Kenya sasa zilifanyika katika mazingira ambapo kusema ukweli kunaweza kuwa hatari kubwa sana. Shirika la ulinzi wa mashahidi nchini Kenya, ingawa lilianzishwa kwa ajili ya kesi kama hizi, lilibakia kama vile halikuwapo. Kupimiwa mipaka na serikali ya Kenya na vyama vya kisiasa ulifanya lisifanye kazi vizuri. Kwa nadharia, shirika hilo lina mamlaka ya kulinda watu walio kwenye hatari kubwa kama Yebei, lakini kwa vitendo lilibaki likipungukiwa rasilimali, kutotumika ipasavyo, na kulingana na taarifa lilikuwa likiathiriwa na maslahi ya kisiasa. Kimsingi, kesi ya Yebei ilisababisha ukosoaji mkali wa kimataifa kuhusu uwezo wa ICC kufanya kazi katika maeneo yenye vurugu bila mfumo thabiti wa msaada. Kushindwa kwa ICC kuhakikisha usalama wa mashahidi walio katika hatari kubwa kulionekana kama uduara ambao unaweza kutumika na wale wanaotafuta haki kwa njia za kibinafsi. Msisitizo wa prosecutor wa ICC kusema kwamba hawakuhusika na kifo cha Yebei haukufanya chochote kuponya wasiwasi wa vikundi vya kiraia. Walidai marekebisho ya muundo wa ICC na ulinzi thabiti zaidi. Ndani ya nchi la Kenya, kimya cha viongozi wakuu wa kisiasa kulikuwa kinakera. Licha ya kuwa Yebei alitoka eneo sawa na makamu wa Rais Ruto, hakuna kiongozi wa juu aliyejitokeza kutoa rambirambi, msaada au mshikamano kwa familia yake na jamii ya eneo hilo. Kimya hiki kilichukuliwa si tu kama upotovu wa kisiasa, bali pia kama ushirikiano au kwa kiwango kidogo kupuuza kwa makusudi. Mwisho wa siku, kesi ya Yebei haikubaki kuwa simu ya huzuni tu. Iligeuka kuwa kipimo cha matokeo, kipimo cha ahadi ya ICC kulinda wale wanaosaidia katika kutafuta haki, kipimo cha taasisi za Kenya kulinda raia wake dhidi ya vurugu zenye siasa, na labda kwa huzuni zaidi, kipimo cha kuangalia kama uaminifu na haki vinaweza kuwepo pamoja katika mfumo ambapo nguvu mara nyingi hufanikiwa kuliko uwajibikaji. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Kuwa makini na zidi kufuatilia kazi yetu.